kwa sababu amechoka kwa safari yake, akaketi vivi hivi kisimani, naye ilikuwa yapata saa 6. Akaja mwanamke Msamaria kuteka maji. Yesu akamwambia, nipe maji ninywe, kwa maana wanafunzi wake wamekwenda mjini kununua chakula. Namba 9. Basi yule mwanamke Msamaria akamwambia, imekuwaje wewe Myahudi kutaka maji kwangu, nami ni mwanamke Msamaria? Maana Wayahudi hawachangamani na Wasamaria. Namba 10. Yesu akajibu akamwambia, kama ungelijua, ujumbe uko hapo, kama ungelijua karama ya Mungu, naye ni nani akuambiaye nipe maji ninywe, ungelimuomba yeye, naye angelikupa maji yaliyo hai. Underline hiyo, maji yaliyo hai. Namba 11. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, huna kitu cha kutekea, na kisima ni kirefu. Basi umeyapata wapi haya maji yaliyo hai? Je, wewe mkubwa kuliko baba yetu Yakobo, aliyetupa kisima hiki, naye mwenyewe akanywa maji yake na wanawe pia na wanyama wake? Yesu akajibu akamwambia, kila anywaye maji haya ataona kiu tena. Walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele. Shika hiyo, hataona kiu, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujikia uzima wa milele. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, unipe maji hayo nisione kiu, wala nisije hapa kuteka. Yesu akamwambia, nenda kamuite mumeo uje naye hapa. Yule mwanamke akajibu akasema, sina mume. Yesu akamwambia, umesema vyema, sina mume, kwa maana umekuwa na waume 5, na uliye naye sasa siye mume wako. Hapo umesema kweli. Yule mwanamke akamwambia, Bwana, naona ya kuwa wewe unabii. Tusome mstari wa 24. 28 kwa sababu ya muda. Basi yule mwanamke akauacha mtungi wake, akaenda zake mjini, akawaambia watu, njooni mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, yamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Basi wakatoka mjini wakamwendea. Wakatoka mjini wakamwendea. Nataka kuleta neno la Mungu kwa dakika chache. Asante kwa sababu ya wale ambao wanasikiza hata wanapoendelea na shughuli zao. Nashukuru pia kwa sababu ya mchungaji wetu Reverend wetu John. Karibia tu hapa ujiunga na mchungaji mwenzetu hapa, na Baba wa mbinguni akubariki. Asante kwa wote ambao wamekaribia, hata walio mbali ambao wanaona wanasikiza. Baba wa mbinguni awabariki. Ninataka kuleta kichwa cha ujumbe ambayo Bwana amenipatia jioni ya leo. Pumziko la maisha. Amen. Pumziko la maisha. Maisha ambayo tunaishi na dunia ambayo tunaishi imejaa mahangaiko. Na mwimbaji mmoja akaimba, mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamusahau Mungu. From January to December tumejawa na mahangaiko. Kila mmoja wetu mahangaiko ni mengi, lakini Bwana amenipatia ujumbe, kaniambia watu wake, wakati umefika tuwe na pumziko. Pumziko la maisha linapatikana wapi? Kuna mama ambaye tumesoma habari zake. Huyu mama alikuwa Msamaria wa kabila la Samaria. Katika Israeli kulikuwa na hilo kabila la Wasamaria ambayo ilipatikana wakati wa uhamisho. Kukawa na kizazi ambacho hawakuhamishwa, Waisraeli wakihamishwa. Waliobaki wakaweza kuzaliwa na wale ambao waliwateka nyara. Kwa hivyo wakawa sio Wayahudi kamili, wakaitwa wana wa Samaria. Yesu alikuwa Myahudi. Biblia inasema alipokuwa anatembea katika dunia, akafika mahali akawa amechoka na akona ama akahisi
kiu, akaenda kwa kisima ambacho kilikuwa kinaitanishwa na familia ya kina Yusufu. Alipofika mahali pale, akakuta mama ameenda kuteka maji ama kuchota maji, na akona mtungi, akona kitu pia kuchotea ambayo amebini kasuku, na Yesu hana chochote. Alipofika mahali pale, akamwambia mama, nipe maji. Ukiona watu wanainua mikono mpaka huko, tuko pamoja na wao. Mama, nipe maji. Alipoangalia naye muomba maji, akaingiwa na roho ya ukabila. Badili ya mpatie maji, akaingiwa na roho ya ukabila. Ambia mulie naye, mwambie tuondoe roho ya ukabila. Kabisa. Yesu hakuuliza wewe ni kabila gani. Alimwambia nipe maji. Mama akaingiwa na roho ukabila. Akamwambia, unaniambiaje nikupatie maji? Na unajua mila zetu sisi na nyinyi. Oh my God. Sisi na nyinyi hatuelewani, hatuongei lugha moja. Wakati Yesu amekuja, tunaongea lugha moja, tunatembea pamoja. Tunasema naregia ngale, tunashusha bendera ya ukabila. Nasema tunashusha bendera ya ukabila. Haleluya. Kuna mtu tuko pamoja na yeye. Kuna mtu tuko pamoja na yeye. Mimi najua Mjaluo ni watu, Mkikuyu ni watu, Masai ni watu, kanisa lile ni letu, lile lingine ni letu. Kama huyu mchungaji akona kiu, sina haja na kabila yake, ninamupatia maji, tunasonga mbele. Yesu aliomba maji, hakuomba ukabila. Pia mwingine maliza ukabila. Maliza ukabila. Kwa biashara, maliza ukabila. Kwa kanisa, maliza ukabila. Kwa plot, maliza ukabila. Kila mahali, kabila mwisho. Wapi watu hawana ukabila? Lazima tumalize ukabila. Yes. Ninamtukuza Mungu. Hapa ninaona watu wa makanisa mengine kwa sababu hawana ukabila. Na sisi tunapoona crusade ya makanisa mengine, tunaendanga hapo. Maana Yesu ni mmoja. Tunamuinua, tunamtukuza. Akamwambia nipe maji. Akamwambia wewe na sisi hatuelewani. Kamwambia sikia, kama ungejua ni nani anakuomba maji, wewe ndiye ungemuomba. Maana haya maji yako, haya maji yako itaisha, hayatamaliza kiu. Unachota leo, unachota kesho. Lakini mimi Yesu niko na maji, na haya maji sio ya kawaida. Ndani ya haya maji kuna uhai. Kuna uhai. Kuna uhai. Ndani ya Yesu kuna uhai. Ndani ya Yesu kuna uhai. Wewe na kiu yako, njoo kwa Yesu, maana ndani ya Yesu kuna pumzika. Asante Yesu. Hallelujah. Wengine unayetuona hapa tukihubiri, wengine unaoona hapa wakisifu, wengine unaona hapa wakisema haleluya, kabla hawajampata Yesu walikuwa na kiu, walikimbishwa na dunia, tulikimbishwa na dunia, tulikunywa maji mengi, tulitafuta maji aina mbalimbali, tulikunywa maji ya kutiririka kwenye barabara yaliyo na uchafu, yaliyo na magonjwa. Lakini ikafika siku tukakutana na huyu Yesu aliye na maji
ya Yesu. Hii ya Yesu. Si kama hii ninakunywa. Hii ya Yesu. Si kama ile uliwacha nyumbani. Hii ya Yesu. Si kama hiyo ingine. Hii ukikunywa maisha inabadilika kabisa. Asante Yesu. Yesu akamwambia, huyu mama akamwambia, basi kama uko na hiyo maji, na anaongea na kiburi, kama uko na hiyo maji ambayo unasema yako na uhai, na nikikunywa sitarudi kuja mtoni, si basi unipe. Anaongea na nini? Na kiburi. My friend, akaambiwa hiyo maji yangu ili nikupatie, enda uniletee mzee, enda uniletee mume wako. Akamwambia, hai, usienda kwa hiyo barabara, sina mume. Ukikanyanga hapo mambo imefanya nini? Acha na hiyo maneno. Akamwambia, umesema ukweli. Hauna mume. Hauna mume. Hata yule uko naye si wako. Umekuwa na waume wengi. Wa kwanza hakumaliza kiu. Halo. Wa pili hakumaliza kiu. Wa tatu hakumaliza kiu. Wa nne hakumaliza kiu. Wa tano hakumaliza kiu. na wa sita hakumaliza kiu. Lakini sasa mimi naitwa Yesu, mwanaume wa wanaume. Tukipatana na wewe ninamaliza. Oh my friend, natamani kukutana na huyu Yesu. Maana tukikutana na huyu Yesu ninapata pumziko, ninapata kutulia. Mwanaume ambaye amekutana na Yesu anatulia. Amen. Mama ambaye aliishi kuhangaika hakikutana na Yesu anatulia. Pokea pumziko la maisha. Tulia. Tulia. Pokea. Walio mbali, pokeeni. 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 Walio kwenye maduka, pokeeni. Pokeeni utulivu. Pokeeni utulivu wa maisha. Huyu mama alikuwa na mwanaume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na kumaliza kiu. Na hakumaliza kiu. Pesa. Halo. Pesa haiwezi maliza kiu. Utajiri haiwezi maliza kiu. Madaraka haiwezi maliza kiu. Lakini kama uko karibu na mtu ako na network na anakopareti na hii ibada, mwambie lakini. Mwambie lakini. Ukikutana na huyu Yesu, kiu ya kila aina inafika. Pombe haimalizi kiu. Kubel haimalizi kiu. Banki haimalizi kiu. Inakufanyanga tu usahau kwa dakika 10. Unaona mambo yote. Lakini ikifika asubuhi, the same shida, the same matatizo inaongezeka. Lakini ukikuta huyu Yesu, mkikutana na huyu Yesu, mambo inabadilika. Mambo inabadilika. Mambo inabadilika. Sikia hii. Katika Mhubiri sura ya 2 tunapata mfalme anaitwa Suleimani. Alikuwa tajiri wa kupindukia. Alikuwa smart kwa kichwa. Maana alikuwa mwerevu zaidi. Alielewa mpaka sauti ya ndege. Akaoa mwanamke 1,700. Huyu wa Yesu alikuwa na wanaume ngapi? Sasa sikia, Suleimani
alikuwa na mama mke 1 2 3. Sema 100, 100, 200, 200, 300, 300, 400. 400, Kai. 500, 600, 500, 600, wakafika 700. na kumaliza kiu. Lakini hata kama walikuwa 700 hawakumaliza kiu. Wanawake 700 hawawezi maliza kiu. Wanaume 700 hawawezi maliza kiu. Biashara kubwa kubwa haziwezi maliza kiu. Mamilioni ya pesa haiwezi maliza kiu. Lakini huyu Yesu, anamaliza yote. Baada ya wanawake 700 akaona wacha aongeze mpaka maid 300. Mia ngapi? 300. Wakaja wangapi? 1000. Giri. Hata kama angesimama kiti ya MCA kwake amepita. Lakini hata hiyo haikumaliza kiu. Nimekuja kuambia watu wa mji huu, kitakacho tupatia pumziko la amani si yale mambo tunaona, ni Yesu peke yake. Juzi nilisoma kwenye mitandao, nikaona yule mwanaume tajiri zaidi kwa dunia, ambaye ndiye mwenye hizi kompyuta, ametajirika akatajirika, ikafika mahali akakosa maana ya huo utajiri. Sasa amesema sijui ni 90% anataka kuidhuru yote apea maskini, maana ameshindwa huu utajiri ni wa nini. Na nini nazuia twende katika nyumba ya Bwana tutafute utajiri, na walionaye imewachokesha. Wala unang'eng'ana mpaka siku ya Jumapili, unaenda kazi, unafungua kazi, hauwezi pata nafasi ya kwenda kumwabudu Mungu, utafute mali ili utosheke. Utajiri haiwezi patia wewe pumziko la maisha. Asante. Huyo mwanaume sijui kama anaitwa Bill Gates ama anaitwa nani? Bill Gates amechoka. Na ndiye mwenye hizi kompyuta zote na hizi simu. Ndiye mwenye hiyo vitu zote. Ametajirika, lakini amesema sasa amechoshwa na hiyo pesa 90% masikini. Ape maskini. Watoto wake awaachie 10%. Kumbe hata pesa haiwezi leta pumziko la maisha. Kumbe ni Yesu peke yake. 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 Yule mama alipoambiwa alete mzee, akasema sina mzee. Kaambia umesema ukweli. Na kuanzia hapo Biblia imesema ya kwamba akawacha mtungi. Akawacha mtungi wa maji na kasuku mpaka kamba, akaenda mbio, akaambia watu wa kijiji, nimeona, nasema nimeona mwanaume wa wanaume. Ni kule mundurume ukirete arume ari angi uliocenjagiria andu, anabadilishia watu maisha. Asante Yesu. Wengine wetu tulikimbishwa na hii dunia. Tulijaribu chochote ambacho kilikuwa karibu na sisi. Unaweza kufanya. Haleluya. Unaweza kufanya nini? Mambo gani makubwa sana zaidi ya niomba kwa maisha yangu? Unaweza
My friend, kuhangaika kwako anayeweza badilisha maisha yako. Oh, haleluya! Anayeweza badilisha maisha yako, ndugu yangu na dada yangu. Sio hayo mambo unafikiria. Pesa haiwezi, wanawake hawawezi, wanaume hawawezi, nguvu na ujasiri ya mwili hiyo haiwezi, lakini huyu Yesu anaweza. Urembo haiwezi. Oh. My friend, ni leo tu unajisikia hii dunia ni mbaya, hii dunia ni mbaya, inakaranga warembo, inakaranga vijana watakaopata neema, watakaokimbia kwa Yesu, wapeana maisha kwa Yesu. Lazima tuache mitungi. Hey, ambia jirani, lazima tuache mitungi. Lazima tuache mitungi. Ukiona tukihubiri na tumekatalia kanisani wamama na wazee na vijana kama hawa, si ujinga, si ujinga. Tulijaribu huko tulikuwa huko kabisa. My friend, si umeona ni kubaya mpaka kwa kuja kwa Yesu. Mambo si mazuri. Heri kwa Yesu. Nasema heri kwa Yesu. Mrembo mzuri ako kwa Yesu. Kijana mzuri ako kwa Yesu. Hiyo kiwi inakusumbua, piga mbio mpaka kwa Yesu. Kwa Yesu peke yake. Nikimalizia, huyo mama historia yake ilijulikana kama kahaba, lakini walipo kutana na Yesu, kuna mtu naongelesha historia yake, jina lake, mambo yake, alijulikana kama lakini walipokutana na huyu Yesu akapewa maji yaliyo na uhai. Maisha yake ikabadilika. Akatumiwa na Yesu kuleta watu wa kijiji yao katika ufalme wa Mungu. Nimekuja kukuongelesha wewe ambaye hali yako ni mbaya, unaitwa majina mbaya kwa sababu ya hali yako. Unaitwa wewe ni mlevi, unaambiwa wewe ni kahaba, sijui wewe ni mwizi. Nimekuja kukuambia ukikimbia kwa Yesu anabadilisha. Yesu peke yake. Yesu peke yake anabadilisha vijana. Hawa vijana wetu ambao wamewezwa na mambo ya ulevi, kwa Yesu mambo inabadilika. Hawa mama wamewezwa na raha, Yesu anaweza badilisha hali yao. Asante Yesu. Jesus. Nastahili Bwana. Uliasi hali yaito matakinyire kainye moto matokinye. Tukienda kwa Yesu mahali wazazi wetu hawakufika, tutafika kwa sababu ya Yesu. Huyu mama kwa elia yao alidharauliwa, lakini alipomwendea Yesu watu wakampenda, maisha ikabadilika. Tunaye mwanaume mmoja, jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Anabadilisha. Anabadilisha. Ukikutana mtu amewezwa na maisha, amekimbishwa na shetani, ametoa mpaka ulimi nje kwa sababu ya kupelekwa mbio, mwambie tumepata habari njema jioni ya leo katika mji wa Nerigiangare. Tumepata habari njema ya kwamba kuna Yesu anabadilisha na anapeana pumziko la maisha. Mama, mahangaiko ya wanaume ikafika mwisho. Suleimani na mahangaiko yake, alipojua siri ni Mungu, mambo ikafika mwisho. Mimi nimetamani
umpokee huyu Yesu, upate pumziko. Baba, nisomee ile kitabu nilisema niweze kumalizia. Usikia watu walio na Yesu mpaka vile wanalala. Halo? Hello. Inasikika? Kuna watu tuko pamoja na wao. Kabisa. Haya, kama huko kwa biashara nyingine unanisikiza nifanye hivi. Good. Thank you. Good. Thank you. Nisomee Proverbs chapter 3. Kwanzia 24. Methali 3:24. 24. Usikia watu wakimpokea huyu Yesu vile wanapumzika vizuri, hata wanapokunywa uji wanapata afya kwa sababu wamempata huyu Yesu. Amen. Tutinoraga ni kulia nyama. Tunoraga ni gukorwo twina Yesu. Amen. Ulalapo hautaona hofu. Hebu sikia, tukimpata huyu Yesu, hata tukienda nyumbani kulala, hatutakuwa na hofu. Naam. Utalala na usingizi wako utakuwa mtamu. Wow. Ukiona mtu hajasema amen, unajua huyu hayuko kwa ibada hii. Ulalapo Utaona hofu. Hakuna kusuka. Hakuna. Toto baya. Ukimpata Yesu, unalala kama katoto. Unalala kama katoto. Nataka kuachilia hii neema kwa kila mmoja anayenisikia. Pokeeni huyu Yesu, mupate pumziko, hata usingizi wako uwe wa baraka. Hakuna kusuka. Hakuna. Ati ukisikia panya zinapita juu ya mabati, Chidwe, pepo. Hii nyumba ni kama iko na majini. My friend, huko tulitoka. Hatutishwi na majini, hatutishwi na mapepo, maana tumempata Yesu anayetupatia pumziko la maisha. Wow. Endelea, tumalizie. Usiogope hofu ya ghafla. Ati nini? Usiogope hofu ya ghafla. Wow. Hofu ya ghafla. Unasikia mambo ambayo inatokea kwa dunia, unastuka. Usistuke. Tukiwa na Yesu sisi ni zaidi ya washindi. Wala uharibifu wa waovu utakapofika. Sisi tuliwe na wakora na nini, nenda na amani ya Jehova. Amen. Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako. Nisaidiwe tu kusema haleluya. Usiogope hofu ya ghafla, maana Jehova atakuwa tumaini lako. Amen. Trust God. Yes. Mtumaini Mungu. Amen. Pana kuwa na wasiwasi. Ukitembea kwa barabara, wasiwasi. Ukienda kulala, wasiwasi. Ukivuna mahindi, wasiwasi. Ukifungua biashara, wasiwasi. Angalia kama umekaa na mtu wa wasiwasi. Wasiwasi tu. Wewe angalia mtu huko wasiwasi tu. Hati kwa sababu umevuna viazi umefikisha 1,100. Wasiwasi. Tukiwa na Yesu, hata tunaweza tembea na milioni 1, maana hatuna wasiwasi. Tukiwa na huyu Yesu, hata wachawi wakuja kwa biashara zetu, sisi hatuogopi, maana tuna huyu Yesu. Hatuna wasiwasi. Wow. Kanyanga na nguvu. Yes. Nimekuja kusema kanyanga na nguvu. Unapotembea na Regiangare, kanyanga na nguvu. Na unaambia watu mimi sina wasiwasi. Nimeondolewa wasiwasi na huyu Yesu ambaye amenipatia pumziko la maisha. Naye atakulinda mguu wako usinaswe. Kuna mitego ya shetani? Wazee na wamama, kuna mitego ya shetani. Ukimpata huyu Yesu, atakutangulia. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika.
Bwana na atangulie miguu yako. Oh, naomba Bwana atangulie miguu yako. Ambia Bwana tangulia miguu yangu. Fanya vile ninafanya. Pia Bwana tangulia miguu yangu. Mahali popote nitakanyanga, Bwana uniondolee mitego. Endelea kufanya hivyo. Ambia Bwana niondolee mitego. Mitego kwa watoto wangu. Mitego kwa biashara yangu. Niondolee mitego ya shetani. Nainua mkono wangu. Ninaomba Baba wa mbinguni aweze kutuondolea mitego ya kila aina kwa mji wetu wa Nderegiangare, kwa biashara zetu, kwa watoto wetu, hata wanapokuja midterm. Tuombea watoto wetu. Tuombea Baba wa mbinguni, watoto wetu wanapokuja midterm, Bwana awaondolee mitego ya kila aina katika jina. Ufikisha 26 tumalizie. Kwa kuwa Bwana atakuwa tumaini lako. Amen. Naye atakulinda mguu wako usinaswe. Amen. Asante. Mguu wangu hautanaswa. Amen. Inaeleweka? Mguu wangu Hautanaswa. Nasema mguu wako. Hautanaswa. Naona kuna watu wanabarikiwa. Nasema mguu wako. Hautanaswa. Ambia Bwana nisaidie mguu wangu usinaswe. Hii dunia tunaishi wapendwa, imejaa mitego ya shetani. Lakini nakuombea neema ya Bwana. Hautanaswa. Hautanaswa. Mitego ya usiku Bwana itegue. Tuandamane pamoja. Mitego ya usiku Bwana itegue. Mitego ya mchana Bwana itegue. Mitego kwa watoto wetu Bwana itegue. Mitego kwa magari zetu Bwana itegue. Mitego kwa kanisa Bwana itegue katika jina la Yesu. Kama uko karibu na mtu wako na neto kupatia high five, mwambie nimekuombea mitego yote. Nimekuombea mitego yote Isikunase. Katika jina Yesu. Sasa naona tunashirikiana na watu wengi. Baba wa mbinguni awabariki. Umefikisha 26. Nisomee mstari mmoja peke yake ambao unasema Zaburi 34 verse 8. Tumalizie. Inasema onjeni Bwana muone ni mwema. Onodienda holie Yesu. Ogo shama shama Yesu. Shama Mwathani. Onja hivi tu. Twende. Kuonja tu. Kufanya nini? Kuonja. Asifanye mwenzako. Kuonja tu. 34 vazi ya Mwathani. Kuonja Bwana ni kukaribia tu kanisa. Hata usiokoke, wewe enda tu kanisa. Wewe kaa hapo nyuma. Onja Yesu. Onja Yesu. Onja Yesu. Hiyo ingine itafuata. Wacha tusikie vile inasema. Onja tu. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema. Amen. Heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake. Yaani wamchao hawahitaji kitu. Hawahitaji kitu. Nataka tuongee kwa habari ya hiyo mstari moja. Onje? Kama ningekuwa na kaglucose hapa, ningekuonyesha. Kama ningekuwa na kaglucose hapa. Mimi hupenda sana kufanya demonstration sana. Nikuwekea tu kadogo, si yote. Ufanye nini? Onje. Ukionja unaniambia niongezee. Katamu sana. Goshona tu. Goshona. Goshona tu. Ila mrata wako goshona. Goshona tu. Mwambie onja tu Yesu. Ukiona rafiki ambaye haendi kanisa, mwambie kuja tuende kanisa. Hata usiende kuokoka. Wewe kuja, ukafanye nini? Acha tu. Utamu wa Yesu. Na mko sawa. Na mko sawa. Walio mbali wako sawa. Ambia jirani, twende tukaonje Yesu. Hata sio tumukule, ni kuonja tu. Kushamba.
ecama gukira uki. Yes. Haleluya. Okera. Oyo Yesu ni mwega. Kwa Yesu ni kuzuri. Tulimuonja. Wamama walionja. Wazee wakaonja. Vijana wakaonja. Mushamo tabiraga mwitwo tanogaga muheani utairaga. Hiyo iko sawa. Rudia tena. Mushamo tabiraga mwitwo tanogaga muheani utairaga ngoro. Mushamo tabiraga tondu uyu ngi niuthiraga mwendwo tanogaga muheani utairaga ngoro muheani huyu mama apewa makofi mazuri. Ojeni Bwana. Muone ni mwema. Kaa tu hapo. Kaa tu hapo. Kaa tu hapo. Kaa tu hapo. No, anaenda kukaa haraka. Si hata wewe ufanya kama huyu kijana ambaye hauendangi kanisa. Si tukimuinua huyu Yesu hata kabla kanisa haijafunguliwa. Si tuandamane. Si tuandamane. Twende tukaonje Yesu. Sasa hata kuja juu nimekukubalia. We mushamo tabiraga mimi kijana nilikuwa nataka aonje. Sasa ananiambia niongezee ingine. Ni tamu. Namuonjesha tu kidogo. Sasa anataka. Ona, wacha wakuje tu. Wacha wakuje tu. Ni hivyo inaendanga. Ukionja kwa Yesu, mwingine anakuja. Kuja tu tutakuwekea ingine. Wewe ndio utairaga ngoro. Hallelujah. Kwega
Bwana, anaweza, anaweza Bwana, anaweza, anaweza Bwana. Twende. Kweli tumwinue Bwana, tumwinue Bwana, tumwinue Bwana, tumwinue Bwana. Watema shangilia Bwana, shangilia, shangilia Bwana, shangilia. Kweli tumwinue Bwana, tumwinue Bwana, tumwinue Bwana, tumwinue. Watama yuko hapa Bwana, yuko hapa Bwana, yuko hapa Bwana, yuko hapa Bwana, yuko hapa. Bwana Yesu anafanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Anafanya nini? Bwana Yesu amefanya nini? Bwana Yesu anafanya nini? Tembea Yesu, tembea tukuone. Haya twende. Tembea siku ya leo, tembea tukuone. Haleluya. Tembea boma zetu, tembea tukuone. Tembea